Vipi daktari, anaendeleaje mwanangu? Nifuate ofisini. Mama, punguza pressure. Pressure lazima babangu, mtoto wangu yule. Majibu ya mwanao ana shida ya figo. Yana mwanangu. Baba. Jibani mtoto wangu. Mwanangu jibani. Ukwangu. Figo tena. Na hii ndo maana imepelekea mpaka amefikia hatua ile. Figo zake mbili zote zimefeli. Mungu wangu. Figo zikifeli na hii kupelekea mwili kujaa sumu. Na tumeona pale mapafu yameshaanza kujaa maji. Hii ni hatua mbaya sana. Maana hata miguu yake imeshaanza kuvimba. Ni dalili za hatari. Mwanangu mie. Lakini mama, ipo namna ya kumsaidia mwanao. Zipo njia mbili. Njia ya kwanza kitaalamu tunaita dialysis. Hii ni njia ya kutoa sumu mwilini kupitia usafishaji wa damu. Na hii utaratibu wake kwa wiki inatakiwa afanywe mara 3. Lakini ni gharama sana. Mudi ameshakufa mwanangu. Mwanangu ameshakufa mudi. Mungu wangu. Wangu. Na hii njia ya pili ni kubadilishiwa figo. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia Una nini lakini? Si nimekwambia mimi sijawahi au? Sasa shida ipi tena mama? Kipenzi.
La Azizi. Nyongo mkalia hii jamani. Kuna shida gani? Si tumeshakuwa wapenzi. Yaani nimekukubalia sasa hivi na sasa hivi unahitaji kufanya mapenzi? Hapana. Mimi nimeshakwambia sijazoea hayo mambo. Na tena kuna wenzako kibao huko nje walikuwa wananitaka. Na walikuwa kiniambia hizo mada. Tunaachana mara moja. Na naona kabisa wewe unataka tuachane. Na hatutofika mbali tukiendelea hivi. Nishakwambia sijawahi na sitaki kufanya mapenzi. Kuwa muelewa. Jamani, mpenzi. Hili swala kama hujazoea, ni wakati sasa huu sahihi wa kwanza kukufundisha taratibu, mdogo mdogo utazoea. Unadhani wale wote wazoefu wako nje huko? Walianzaje? Walianza taratibu, mwisho akazoea. Alafu usichokijua sasa uko na mtaalamu. Kidume mwenyewe ambaye anaweza nikakutengeneza taratibu ukazoea. Kwa kubali nikufundishe mdogo mdogo uzoee. Nisikilize. Mimi nimekukubalia ni kwa sababu umesema unataka kunioa. Na nyumbani kwetu hawaruhusu kabisa mimi kuwa na mahusiano. Na baba akija kujua kama mimi na mahusiano, anaweza kanifukuza nyumbani. Kama kweli unanipenda, nioe alafu tuendelee kufanya hayo mambo. Jamani, tunachokifanya hapa ni kubariki. Tunazindua mahusiano yetu ili tuifungue milango ya mapenzi yetu. Hakuna tatizo lolote. Mimi najua siku ya leo tu ukishanipa hakuna tatizo lolote litakaloendelea. Alafu kama swala la ndoa, nimeshakwambia kabisa lazima nikuoe. Yaani wewe ni mke wangu kabisa. Sasa shida iko wapi mama? Mbona vitu virahisi unataka kufanya viwe vigumu? Kwa nini ndo mwanamke wa kwanza kufanya hili jambo? Hebu angalia, kuna wengine wako hospitali, wewe umezaliwa. Wazani kwa sababu gani? Kwa sababu ya tamaduni ya hili tendo limesharuhusiwa. Tumeambiwa tuje tuzaane, manake tumeshakubaliwa kabisa hili jambo lifanyike. Mimi najua kabisa kweli kuna vitu upande wako hujawahi kufanya. Na wazazi wako kuna vitu umekatalia usifanye. Hata mawasiliano umekatalia. Lakini hebu angalia, ushakuwa mtu mzima. Una maamuzi yako. Kitendo cha wewe kunikubalia mimi, manake umeshakubali mimi nawe tuwe pamoja. Umeshatengeza bondi kati yangu mimi na wewe. Na umesharuhusu kila kitu kifanyike kati yetu bila kunyimana wala kufichana. Na hiyo ndo maana halisi ya kuwa wapenzi. Sasa inakuwaje leo unaninyima? Mimi ni mpenzi wako, nipe mama. Inaweza Si ulisema huna simu? Hii ya ndugu yangu G. G! Simu yako inaita. Bwana unachukua simu yako vipi bwana? Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa. Ndio maana sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya. Dunia wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine. Wasindikizaji, wapambanaji. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi,
Ninakushukuru kwa uwezo wako na nguvu zako Baba. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu, umetulinda, umetubariki na kutuinua. Asante Baba kwa kuwa ni Mungu ambaye unatupenda. Tazama mwana wako tena Mungu najileta mikononi mwako wakati huu Baba. Ulisema Mungu tukuombe, nawe Baba utatujibu. Ulisema Mungu sikio lako si zito wala lisisikie. Nami Mungu nakuja mikononi mwako Baba, nahitaji unisaidie. Ulisema Mungu katika maandiko yako matakatifu kwamba mke mwema utoka kwako. Nami Mungu naomba unisamehe kama sikukushirikisha katika hili Baba, naomba unisamehe. Lakini bado nakuja mikononi mwako tena wakati mwingine, nahitaji unisaidie. Unisaidie Baba katika kupata mke mwema, mke sahihi, atakayeishi katika misingi ya dini. Misingi ambayo Baba itakupendeza wewe na itampendeza pia na wanadamu. Mungu wa mbingu na nchi, bado nahitaji Bwana kupata mke sahihi ambaye Mungu ataniheshimu, ambaye Mungu. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru na kujiachilia mikononi mwako. Amen. Jamani, usinifanyie hivyo mwenzio, utaniua Toni. Mbona umekaa mbali? Au unaniogopa? Hapana. Basi sogea. Mbona umeshika funguo mkononi? Yaani humu ndani leo hatoki mtu kuanzia saa hizi mpaka kesho asubuhi. Yaani kama ni chakula tutaagizia kitaletwa. Yaani hatoki mtu humu ndani mpaka mimi niamue tunatoka lini. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Hata kama ndio umwambie kaka watu hivi. Dada, ungekuwa kuweza. Mwanaume gani yule mimi? Mwanaume kola fluff. Mwanaume kwa ovyo, mimi wa kazi gani? Mimi nataka kuona mwanaume mrefu, mzuri, at least kidogo ana gari, ana hela, anapendeza. Mimi ndo nataka mwanaume hivyo niwe. Kuna utamu wake kula vitu kwenye gari dada. Hata siku kija kunichita kiniacha mwenzangu. Na mimi nimeambulia kidogo hata kwenye gari. Jamani, sasa mnaanza wote maisha. Akaanza maisha na nani? Akatafuta maisha huko na ndugu zake. Mimi mzangu nataka mwanaume kidogo ameshajipata. Nikifika napumzika zangu. Sitaki mambo ya stress sasa hivi. Sasa wewe, una uhakika mwanaume unayemtaka naye utakuwa una vigezo anavyovitaka? Wewe endelea. Mimi dada yako kwenye age hiyo miaka 18 19 nimechagua sana. Ona sasa hivi. Kuna muda nikikaa ndani nalia tu mwenyewe. Nasubiri Mungu aletee yote mradi awe anapumua. Hivi dada, unafaniona kwa uzuri mdogo wako naweza kusema mwanaume maana? Kwa uzuri huu. Haka mwenzangu, mimi nataka mwanaume tayari ameshajitafuta, ana mali zake, ana gari zake huko.
Kama za mwanzo kutaka ma stress mimi hata siataki sasa. Desaizi. Salama. Kati yenu napona ni Mati. Mati po ndani. Mati. Kuna mgeni huku.